uwekezaji, masoko na ubunifu. Hyper, tupo kazini. Ili taifa letu liwe na nguvu kama mataifa mengine yalivyo na nguvu, ni lazima na sisi tufikie namna nzuri ya kuwekeza katika akili za watu. Sasa ukiwaambia watu kuwekeza katika akili za watu, wanadhani kujenga shule nyingi. Tumeshaona maprofesa wengi sana wasio na akili. Tumeshaona watu ambao hawamesoma sana lakini hawajafikia kile kiwango cha akili ambacho kinaweza kuuzika duniani. Na ukiangalia mataifa yenye nguvu, unachokuja kugundua hawana nguvu kwa sababu wana rasilimali kama madini na rasilimali zingine. Wana nguvu kwa sababu wameweza kuwapata wale watu wenye akili kubwa ambao wana uwezo wa kufikiri katika ulimwengu wa sayansi na kwa namna mbalimbali, wakaja na teknolojia. Wakaja leo nyie mnayo hii mic hapa na ina rekodi na mtarusha kwenye TV. Lakini mwisho wa siku anayepata hela nyingi ni yule aliyegundua hii teknolojia. Na siri ya teknolojia hii hawezi kukupa, atauza duniani kote. Na kwa maana hiyo ni nini? Hata kwenye silaha za kivita na kila kitu, taifa ili liwe na nguvu kijeshi, sio idadi ya wanajeshi, sio tu idadi ya ndege ngapi anazo za kijeshi, lakini ni teknolojia gani ya kijeshi anayo ambayo hakuna taifa lolote linayo hiyo teknolojia. Lina uwezo wa kutumia hiyo teknolojia. Maana yake ana uwezo wa kukufanyia kitu ambacho huna namna ya kujikinga, lakini huwezi pia kuitengeneza hicho kitu ambacho anakuvamia nacho ili uweze kujikinga. Maana yake, lakini ukiangalia leo tunasema tunauza madini nje. Lakini inawezekana tukauza madini, nikatumia mfano pale, tunauza madini wa trilioni 20. Lakini haya madini yetu yanatumika kutengeneza vifaa vya teknolojia, kutengeneza vifaa tiba, kutengeneza teknolojia mbalimbali mpaka teknolojia za ndege. Mwisho wa siku sisi hatuwezi kuendesha maisha ya kawaida kama unavyoona hapa bunge aliendesheki bila kuwepo na teknolojia. Maana yake itabidi tununue hiyo teknolojia kwao. Lakini wao wamenunua madini. Sisi tunaenda kununua teknolojia ambayo yametumika madini yetu kutengeneza. Mwisho wa siku nani atakuwa amepata hela? Maana yake kama unazungumzia kulifanya taifa lako liwe na nguvu, mwisho wa siku yule ambaye hana madini lakini ananunua madini yako kwa sababu ana watu wenye uwezo mkubwa wa kufikiri, wamekuja na teknolojia inayoweza kutumia madini yako na kuzalisha kitu ambacho kinarahisisha maisha yako, kuanzia afya yako, maisha yako ya kila siku. Maana yake wewe kama umetumia trilioni 20 kuuza madini yako, unaweza ukashangaa teknolojia iliyotengenezwa kwa madini yako uliouza trilioni 20, unakuja wewe kuuziwa trilioni 200. Mwisho wa siku uchumi unakwenda kwa nani? Mwisho wa siku uchumi hauendi kwa mwenye zile rasilimali. Mwisho wa siku uchumi hauendi mwenye madini. Mwisho wa siku uchumi unaenda kwa mwenye teknolojia. Na mwenye teknolojia yeye hajawekeza kwenye kuchimba madini. Mwenye teknolojia huyo hajawekeza kwenye kufanya lolote lile. Yeye alichokifanya amewekeza kwenye kuchimba madini yaliyoko kwenye vichwa vya watu wake. Program ya Tanzania Tuwekeze. Sisi ni kampuni ya umma Hyper PLC. Tunabuni miradi ya uwekezaji jumuishi. Tunaelimisha na kushauri umma kuhusu hisa na uwekezaji. Tutembelee kupitia www.hyper.net au piga *149 *46 *23 alama ya reli.